Na karibu tena mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV. Nataja kukaribisha kuweza kufuatilia mechi iliyokuwa kubwa kabisa. Lakini kubwa kabisa itakuwa ni kesho, na hii pia ni kubwa. Ni kati ya FC Flambeau na FC Mabele. Tukikumbusha kuwa leo ni mechi ya tatu sasa ya FC Flambeau. Ya kwanza iliweza kucheza dhidi ya FC Nkanja, na Nkanja aliweza kutoka na ushindi wa bao 2-1. Ya pili aliweza kucheza na FC Kazimia. Flambeau aliweza kutoka na ushindi wa bao 2-0, na hatimaye mechi yake ya tatu hii anakwenda kucheza na FC Mabele. Namna gani itakavyokuwa, na kwamba mpenzi mtazamaji uweze kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu mechi hii hutakiwi kukosa kabisa kuweza kuifuatilia vyema kama jinsi inavyotakiwa. Mimi ni Miraji Nurdin, lakini tu nakukumbusha sasa kusubscribe YouTube channel yetu pamoja na kulike, bila kusahau kushare kwa wengine. Mechi ndio hiyo. Huyo hapo ndiye mwamuzi pamoja na vitambaa kama jinsi tunavyoweza kushuhudia hapo. Ambao wamevalia jezi nyekundu kwa upe au ndo FC Flambeau, ambao wamevalia jezi ya blue hao ndo wachezaji wa FC Mabele ya Bangkok. Naam, kama jinsi tunavyoona akielekea mara moja sehemu husika kwa ajili ya kuweza kusalimiana na kuona mashabiki. Naam, timu hiyo wapo hapo kwa ajili ya kushuhudia mechi namna gani itakavyokuwa. Naam, hiyo ni timu ya Flambeau, kikosi kizima kama jinsi tunavyoweza kushuhudia hapo. Naam, na timu ambayo tunaweza kuona hiyo ndio timu ya FC Mabele ya Bangkok kutokea katika mji wa Kazimia. Zidi kubaki nasi mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, namna gani matokeo yatakavyokuwa. Hapo ndo kocha wa FC Mabele ya Bangkok, anaitwa Sheikh Amani kama jinsi tunavyoweza kumwona. Angalia wachezaji wote wa FC Mabele wote wapo down ikiwa magoti katika ishara ya kuonyesha sijui nini manake, sijui koje. Mechi ndio hivyo imeanza. Ni mechi kali kabisa kutoka timu ya FC Flambeau kutokea katika jiji la Baraka, kimenyana siku ya leo na timu ya FC Mabele ya Bangkok, ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 27 mwezi Juni 2026. FC Mabele ya Bangkok ndio hiyo ambayo tunazidi kuiona kivalia jezi ya blue, FC Flambeau kivalia jezi nyekundu kwa weupe. Kumbusha pia mechi ya tatu ya FC Flambeau. Kumbuka mechi ya kwanza FC Flambeau aliweza kutandikwa bao 2-1 dhidi ya FC Nkanja. Nikikumbuka pia FC Mabele ambayo inacheza na Flambeau siku ya leo, timu ambayo iliweza kutandika FC Nkanja mechi 2 zote mwaka 2026. Flambeau ambaye aliweza kutandikwa na Nkanja ambaye aliweza kutandikwa na Mabele. Itakwaje? Unaweza kujitoroa vyema siku ya leo? Tujajua mimi na wewe iko namna gani. Fuatilia mtanange huu mwanzo mpaka mwisho kwa channel yako pendwa ya Kazimia TV. Chini kwanza ambayo FC Mabele imeweza kupata ikiwa ni mwanzoni tu wa mechi, dakika tu ya pili ameweza kupiga shuti kwenda juu kabisa ya mwamba. Goalkeeper wala hakuwa na matumaini kabisa kuweza kusema mpira ule.
Chio 15 mgongoni. FC Flambeau anaweza kutoa pesi. Mchezaji wa Mabele bado nao mpira wakijaribu kufanya counter attack, lakini mabeki wa Flambeau wapo makini kabisa. Mechi ndio hiyo inaendelea. Shikwa side kwa pesi kutoka kwa Nasri. Tunaona vyema shambuliaji wake. Wenda mechi akapata nafasi pema kuweza kuona nyavu ya wenzao siku ya leo. Na ndo mechi hiyo bado inazidi kuendelea. Leo upande wa pili kwenye magoli ya FC Flambeau, moto unawaka kula tulivu, moto nini? Moto upande wa pili kule unawaka. Unakwaje? Au nishirikina au umekwaje? Tujue mimi na wewe. Zidi kufuatilia mechi mwanzo mwisho. Flambeau unajaribu kushambulia pia. Lakini mabeki wa Mabele wapo makini ya kutosha. Anacheza namba 7 upande wa pili, upande wa Mabele. Naona yupo makini zaidi sana kwa ajili ya kufuta mpira. Biana ameweza kuachia ndefu kule. Na amepigwa moja ndefu kule namba 7. Mara moja filimbi imepigwa. Sijui faulu ni ipi. Inaonekana kabisa kuweza kugonga shambuliaji kwenye mkono. Kupigwa ndefu nzuri kabisa kwa namba 7 mgongoni. Bali mtaalamu kabisa wa kufunga. Kumbuka mechi ya dhidi ya Kazimia alikuwa yupo nje. Kina alivyoingia tu akaingia mara moja na bao lake. Bado mechi inazidi kusonga mbele, penzi mtazamaji. Kazimia TV. Faulu kabisa ile ambayo imeweza kuchezewa eneo hili. Namba 5 mgongoni wa Flambeau imeweza kuchezeana vibaya kabisa eneo hili. Katikati. Ukile beki mkubwa kabisa wa Mabele jiandaa kwa ajili ya piga moja ndefu, labda anaweza kupata counter attack, lakini kitu ambacho kiweza kuwezekana. Beki za Flambeau wapo makini kwa hali ya juu. Moja ndefu kule upande wa Flambeau, lakini imekuwa ni ndefu kupitiliza mpaka Bakome mgongoni ameshindwa kabisa kuweza kuona vyema. Kina Bakome mgongoni ambaye amevaa jezi namba 10, si yeye ambaye alikuwa amevaa jezi namba 10 kwenye mechi dhidi ya FC Kazimia. Mwana Ntera Musa ambaye ameweza kupita hapo mbele ni beki kabisa mkubwa wa FC Kazimia, yupo selected kwenye kikosi ambacho kitacheza kesho dhidi ya FC Flambeau. Kumbusha kama kesho siku ya Jumapili mechi kali sana. Mshambuliaji tena Wankanja wa Mabele kabisa mshambuliwa, upigwa kichwa pale, goalkeeper ameweza kupangua mara moja, ni kona. Lakini refari ameweza kuona kuwa ile ilikuwa ni offside. Kwa shambulio kali kabisa, vichwa viwili vitatu vimeweza kuungana eneo lile. Sasa ilikuwa ni mtihani kabisa, kuonyesha kuwa ni hatari kabisa upande wa Mabele. Lakini refari ameweza kuona offside eneo lile. Sado siku ya leo ameweza kucheza kwa timu ya FC Mabele. Ikiwa ni mara yake ya kwanza kabisa kuchezea timu hii. Sababu mara nyingi sana wanachezea timu hii. Yankanja akija hapa Kazimia. Shabiki ameweza kutangia refari kana na weledi alionao, kana na umakini alionao siku ya leo. Monaland
wanazidi kushambulia watu wa Flambeau choni kwenye boksi. Ameona mpigwa shuti namba 5 mgongoni, namba 10 akimwona pigwa shuti lakini imeweza kuzuiliwa na kwa Mabele. Hatari kabisa, chini timu nyingi sana, ushambuliaji ni mwingi sana pande katika lango la FC Mabele ya Bangkok. Itakwaje? Yanaweza kujitoroa kweli? 16 apiga shuti kimi imekwenda nje mara moja. Belena wenyewe wanajaribu kushambulia chini ambao wameweza kupata mara moja. Kwa ilikuwa ni kwenye umbali, wameweza kupiga shuti nje. Wameweza kupiga shuti nje. Leta angekuwa amevuta pumzi vizuri na kutulia na kufikiria kwa yupo uwanjani, na yeye kama mshambuliaji timu yake Mabele, huenda shuti lile angelipiga kabisa kwa weledi mkubwa. Na mikobara nyingine lande katika lango la Flambeau. Bado Mabele wanazidi kumiliki mpira kwa muda kama na huu. Mwana Sadoa amepiga shuti imeweza kuzuiliwa na mabeki. Bado merejeshwa kwa mabeki FC Mabele. Bado anazidi kushambulia. Kuna Nasri amepiga moja ndio kwa Lanzo. Tako kona kichwa pale, lakini mabeki wa Flambeau wapo makini kwa hali ya juu. Flambeau ameweza kuondoa danger. Ball ilikuwa katika lango lao. Bado Mabele wako na mpira katikati ya uwanja, lakini leo ambako Nasri ameweza kupiga hakuna mchezaji. Ngoja tayari, mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, wana ndugu zangu ambao mnafuatilia channel hii wote pale mlipo, msangu mliopo Canada, mliopo Ujerumani, Uingereza, Australia, najua kabisa mnafuatilia vyema Kazimia TV hapo mlipo. Pigwa ndefu pale, goalkeeper ameweza kudaka bila tatizo lolote. Kushambulia kwa mara nyingine tena. Mcheni mmaliziaji ndio tatizo. Namba 6 mgongoni ameweza kupiga lakini imezuiliwa na mabeki bado nao. Amepiga namba 17 mgongoni. Amepiga lakini bahati mbaya amekata kwa offside. Kwa shambulio hatari. Mcheni mmaliziaji wa mwisho. Kwa bahati mbaya kwa ni offside. Basi angeweza basi. Kuona basi hata nyavu ndio ndio offside nzuri. Mechi ni kali, mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV. Wazidi kushambulia tena FC Flambeau. Beki tegemeo kabisa kile anaweza kufuata mpira ule. Na moja goalkeeper wake alikuwa makini sehemu ile. Na hatimaye aliweza kushika vyema mpira ule kabla ya mshambuliaji wa FC Flambeau kuweza kuwahi. Lingine tena mara nyingine la Flambeau. Tunazidi kusonga mbele penzi mtazamaji wa Kazimia TV. Mpira unazidi kusonga mbele. Shambuliaji mwingine Samuel amevaa namba 15. Mechi dhidi ya Kazimia alikuwa amevaa namba 10 mgongoni. Kile siku ya leo ameweza kuvaa 15 mgongoni, kwani mwenye namba yake 10 ameweza kutimba na yupo hapa. Mechi ya Kazimia kuwepo dhidi ya Kazimia FC ya kuwepo siku ya leo, yupo hatimaye. Ndio hapa tunayemwona Lando kwa ameshapiga shuti, lakini mwenzie tayari alikuwa ameshakuwa kusadi,
Bahati nzuri mpira kuweza kufika mbele, ndio amerejesha kwa ajili ya fauli ambayo iliweza kufanyika katikati ya uwanja kabisa. Mshambuliaji tena mwingine. Offside tena nyingine. Watu wa Flambeau wameweza kushikwa. Offside zimeshakuwa nyingi sana upande wa Flambeau. Takriban offside ya 3 sasa. Mchezo hiyo bado inazidi kusonga mbele. Kati ya mpira sasa yupo makini sana kwa ajili ya timu ya Mabele siku ya leo. Nasri Alanza akiwa mbele yake akihitaji. Sado ameweza kupewa mpira, lakini mabeki Flambeau wapo makini kwa hali ya juu. Bado mechi inazidi kusonga mbele. Katikati namba 6 mgongoni ameweza kupiga shuti. Fikira ametoa pesi, lakini imekuwa ni ndefu mara moja mpaka goalkeeper Flambeau. Shukuru tena kwa mara nyingine mchezaji wa Finara, lakini yupo Mabele kwa mkopo kwenye mechi ya kirafiki. Mchezaji hatari sana yule, na yupo selected kwenye mechi itakayokwenda kuchezwa kesho. Inaitwa mechi ya selection. Sado mchezaji vile vile wa Finara yupo makini naye, tutafutia kabisa ushindi timu ya Finara, timu ya Mabele ambayo yupo siku ya leo kwa mkopo. Lande kiwa eneo lile la mshambuliaji. Umeweza kutoka Tumaini wa kurusha. Mechi ndio hiyo bado inazidi kusonga mbele. Mechi inazidi kusonga mbele mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV. Sado tena kwa mara nyingine. Kupiga shuti moja kali. Timu imekwenda pembezoni tu kidogo na goli. Na goalkeeper alikuwa ameshaweza kufuata. Kwa ni hatari kabisa katika lango la FC Flambeau. Na shuti kali kutoka kwa mchezaji ambaye anaitwa Sado. Anaitwa Sadoki lakini maarufu kama Sado. Bruno. Namba 10 tena mgongoni. Anaitwa Nasri. Shambuliaji mwingine umeweza kufanyika kwa ajili ya Ireland, lakini ameweza kushikwa, ni offside. Kilonge kushika kibendera upande wa kule, yupo makini kwa ajili ya kushuhudia offside zote ambazo zinaweza kufanyika. Ameswata tena namba 15 wa Flambeau akiwa na mpira kwa ajili ya ushambuliaji, umepiga ndefu. Namba 5 amejiandaa vyema, lakini bwana beki Mabele ameweza kupangua kondoa danger ile, kwani kwenye boksi kabisa ilikuwa ni mpira hatari, ambapo namba 5 mgongoni watano mgongoni wanalitwa Flambeau kwa mshajipanga vyema kwa ajili ya kuachia shuti, lakini beki Bea tunamwona hapa amevaa 5 mgongoni, aliweza kupangua danger ile. Kwa Nasri shambuliaji tena namba 15 mgongoni kijiandaa kwa ajili ya kupiga, lakini kile yupo makini kwa ajili ya kuondoa attention danger ambayo ilikuwa imekabili wao kama Mabele. Kona ameweza kuachiwa Mabili mgongoni, ameweza kuachia goalkeeper nao mara moja amefukia funika vyema. Goalkeeper anaitwa Safari, goalkeeper ambaye yupo makini kumgomboa. Anaitwa Christophe, mchezaji wa FC Tambola na Mochilia pale Kabogo, yupo kwenye bench
Safari akiwa goalkeeper namba 1 siku ya leo. Kocha tuamona kocha ameweza kuita mchezaji wake namba 10 mgongoni Bwana Nasri kwa ajili ya ushauri 1-2 namna gani wanaweza kupata bao kwenye kipindi cha kwanza. Dakika zimeshapotea nyingi sana. Bado wana maisha katikati ya uwanja. Mchezaji wa Mabele bado hajaweza kumiliki vyema nafasi hiyo. Saba Fambo ambaye ni hatari sana kwa ufungaji. Huyo hapo hatari sana huyo, anaitwa Pato. Saba yake mgongoni, mchezaji Pato, shambuliaji hatari sana, huwa acheze na nyavu akipata opportunity. Mtanasi anazidi kutoa mipira kama ipasavyo. Pato alisha kamisha kwa sehemu iliyoko mpira, imerushwa namba 12 mgongoni, anaitwa Jacques, namba 5 mgongoni, akijiandaa kwa ajili ya kupiga, anaitwa Lito. Angalia atapiga namna gani, piga moja ndefu, kina makumi mgongoni akuweza kuona, pigwa shuti kali na 16 mgongoni. Bwana Shabani lakini ameweza kuona tofauti kuliko magoli ya Mabele. Mechi inazidi kusonga mbele kama jinsi tunaweza kushuhudia mpenzi. Ni shambulizi lingine hilo la Fambo. Kini goalkeeper yupo makini kuweza kutoa mpira ule katika eneo hatari kabisa. Kutoa Bwana Rama pande mgongoni, piga nje. Akipiga kuelekea kwa Haaland, kibona Nasri upande wa pili, kinaweza kuzuiliwa na beki namba 3 mgongoni, anaitwa Mateso Fikiri. Kwa mshambuliaji wa Nasri, kini beki Mateso Fikiri. Yupo makini kwa hali ya juu. Tayari mshambuliaji mwingine ambao walianza anaweza kupishana mbio na goalkeeper Fambo, lakini Alanda kuweza kufuata na kukuta mpira ule.
mpira ukafikia hatua kutoka goalkeeper kuchukua, ikawa ni goal kick. Anatoa mpira, piga shuti pamoja, imekwenda nje. Ana juu ya mwamba kwa makini. Keni ni mtu ambaye aliweza kujipanga kuangalia magoli, lakini kwa bahati mbaya ndio kuweza kujipanga VM kwa ajili ya kupiga shuti lile. Mwana Bakome mgongoni akiongea na kocha wake. Etoa Raymond Bakome ambayo mechi dhidi ya Kasimia, jezi namba 10 ambayo alikuwa amevaa Bwana Kitungano, ambaye siku ya leo amevaa 15 mgongoni. Kona FC Flambeau imeweza kupigwa, ukipa upo makini, wana safari piga mbele 12 mgongoni wa Flambeau. Wanashaki upo makini kwa ajili ya kulinda vyema. Dakika 2 zimeweza kuongezwa kwa ajili ya kumaliza kipindi cha kwanza. Nitashukuru ndio kuweza kutupa vibaya. Fari uko makini kwa ajili ya hilo. Sukuma mbele ni Jacques. Busha dakika 2 tu ambazo zimeweza kuongezwa kwa ajili ya kumaliza sehemu ya kwanza, kipindi cha kwanza. Ndio Kitungano namba 15 mgongoni wa Flambeau. Faria ameweza kupiga firimbi kwa ajili ya kumaliza sehemu ya kwanza. Kumbusha matokeo bado ni bila. Mechi kali kabisa kati ya FC Flambeau dhidi ya FC Mabele ya Bangkoko. Kumbusha kwa Flambeau timu kabisa kutokea katika jiji la Baraka, wameweza kuwepo hapa kwa ajili ya kujipima nguvu kabisa kali. Chana kwenye mapumziko, namba 8 mgongoni. Namba 8 mgongoni amejiandaa kwa ajili kuweza kuingia. Ataingia mara moja bila tatizo, ila hatujajua ni nani ambaye atakayetoka. Naona marefari ulinzi ukiwa mzuri kabisa wa polisi. Tumaliza vyema sehemu ya kwanza. Tufuatilia kwenye Kazimia TV online. Unaweza ukasema nini kutokana na kipindi hiki cha kwanza, mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV? Kunami Miraji Nurdin. Pacha tu kwa muda, nakwambia tukutane tena kwenye kipindi cha pili. Na hapa tupo kwenye uwanja Papa Kalenga, ambapo tunashuhudiwa mechi zote hizi. Na karibu tena mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, ni sehemu ya pili tukiwa kwenye uwanja Papa Kalenga, kati ya mechi kali Flambeau tokea katika jiji la Baraka wakimenyana dhidi ya FC Mabele hapa Kazimia. Kukumbusha matokeo bado ni bila, lakini na mapumziko FC Flambeau ameweza kubadilisha wachezaji wawili, namba 7 mgongoni pamoja na namba 6 mgongoni, ikiwa ni Janvier mmoja mchezaji ambaye tutakuja kukwambia jina lake baadaye kidogo. Yote wameweza kufanya mabadiliko namna hiyo kwa ajili kuweza kutafuta ushindi yao, waweze kuchukua ushindi katika mechi zote 3. Mechi ya kwanza tayari alicheza na FC Kazimia kwa ajili ya ushindi.
na hapa tafuta ushindi wake wa pili, sababu mechi yake aliweza kucheza na Nkanja, aliweza kupoteza. Makumi na tano mgongoni kwa amejiandaa kwa ajili ya shuti. Mchini kile beki wa FC Mabele yupo makini sana, anaitwa Kitungano, kwa amejiandaa vyema kwa ajili ya kuweka bonge ya shuti. Chini mabeki wapo makini kwa hali ya juu. Ikona kwa Flambeau anazidi kushambulia, dakika ikiwa ni 0 tu ikiwa toke kwenye mapumziko. Si Flambeau bado nao mpira. Alan kijaribu kurudi katikati kidogo kwa ajili ya kutafuta mpira, kwa namba 9 ambaye Kau amejaribu kabisa kujitahidi tafuta mpira peke yake. Mwana namba 17 mgongoni Sokolo aliyedaa kwa ajili ya kuweza kuingia. Beki hatari anacheza nyuma, anacheza vile vile, anaweza kushambulia. Sasa tujui zamu hii kama ataingia kwa ajili ya kushambulia au kwa ajili ya kuzuia. Kumi na sita mgongoni FC Flambeau. Mempa namba 5. Mechi naendelea. Shukuru Kempa Sado akifikiria Shukuru anaweza kumfuatia taktiki yake, lakini Shukuru hakuweza kuwa makini. Kukumbusha utaona na wachezaji wa Finara. Mechi hiyo bado inazidi kuendelea. Mwana kocha anazidi kuambia mchezaji wake wazidi kushambulia taratibu. Kila kwa wingi namba 8 mgongoni, amepata nafasi ya big shuti mara moja. Kipa ameweza kufikia na kufunika vyema kabisa kwenye bonge shuti ile. Namba 8 mgongoni ameweza kuachia. Mwana Sokolo amejiandaa kwa ajili ya kuingia. 17 mgongoni, namba 13 ndiye ambaye anatakiwa kutoka, anaitwa Mr. Nego. Tanasi akiwa na mpira, piga moja ndefu. Shukuru amekabwa vibaya sana. Makomi mgongoni akimpa Kitungano. Kitungano akiwa na mpira, amempa mara moja namba 8 mgongoni. Wanazidi kushambulia, ametoa pesi lakini imekuja kwa nyuma namba 10. Lakini ilikuwa ni mtihani mkubwa. Shindwa namna gani wa kuweza kupata mpira ule, mradi aweze kuona nyavu, ikiwa dakika bado za mwanzo kwa sehemu ya pili. Kumi na 3 mgongoni, Nego anaweza kutoka. Wewe hapo namba 13 mgongoni.
mechi bado inazidi kuendelea. Wanne bwana Ramadhani anadai kuweza kuchezewa tatizo, anajitahidi bado wanao Boss anaweza kutoa mpira tofauti sana pale. Kumi na tano ameweza kuachia kichwa na moja kwenye mikono ya goalkeeper Safari. Bado Flambeau kwa dakika hizi za mwanzoni kwenye sehemu hii ya pili anamiliki vyema mpira. Kari wa mission opportunity. Kumi na tano huyo ameweza kuwapangua wachezaji watatu wote wa FC Mabele kama tulivyoweza kushuhudia. Nikumbusha kuwa ni mechi yao dhidi ya FC Kazimia waliweza kutoka na bao moja. Bao la kwanza lilikuwa ni la kwake, kisha bao la pili lilikuwa Bwana Pato. Mpira ndo bado unazidi kusonga mbele. Bado Flambeau anazidi kushambulia kutafuta bao. Chende imeonekana kama mshambuliaji wa Flambeau ameweza kuingia vibaya na kuweza kugusa goalkeeper wa FC Mabele ya Bangkoko. Mwana kocha Shamani na wachezaji wake kina Lanz mmoja na Sado saba mgongoni. Shambuliaji hatari huyo Fina kwa Mabele kwa ajili ya mechi hizi za kirafiki hapa. Mechi ni hatari ndugu zangu watazamaji wa Kazimia TV popote pale mlipo. Kumbusha tu mpenzi mtazamaji, usisahau kuweka comment yako juu unafuatilia mechi hii ukiwa katika mji gani, ukiwa katika nchi gani. Itakuwa ni vizuri sana kuweza tafarijika sana vyali kwa hali ya juu sana kuweza kujua ni sehemu gani ambapo ulipo kufuatilia mechi hii kupitia channel yako pendwa ya Kazimia TV. Kwa peke yake ana eneo lile. Na Panale mgongoni bidi atoke. FC Mabele anaitwa Masha ameweza kutoka Timai namba 15 mgongoni ameweza kuingia. Anaitwa Sele mchezaji wa FC Taljon ameweza kuja kwa mkopo kwenye FC Mabele kwa ajili ya mechi hizi hapa za kirafiki kwa ajili ya kuweza kushindana na FC Flambeau. Kana ameweza kurusha tofauti, ameweza kurusha vibaya. Timai bwana Rama yupo amejiandaa kwa ajili ya kupiga. Inaonekana tatizo pale. Kiwasele ndo bado ameingia. Ameweza mtachi nduguye. Refari akimwomba kuweza kuja kuomba msamaha. Kiteni bwana Mateso Fikiri matatu mgongoni ameweza kupiga moja ndefu pale mara moja pako goalkeeper. Mpaka sasa matokeo bado ni bila kati ya FC Flambeau jijini Baraka, FC Mabele ya Bangkoko hapa katika mji wa Kazimia. Bado Flambeau anazidi kushambulia, mpira umeonekana kutoka nje. Kitambaa upande wa pili bwana Kilonge yuko makini. Kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kila mpira unatoka, kila offside anaiona, kuweza kupandisha kitambaa kama inavyotakiwa.
Shukuru kiwa na mpira lile chini namba 5 mgongoni wa Flambeau, ameweza kutoa mpira ule kwa shuti. Ito Sado Ito Sele jiandaa kwa ajili ya kupiga, mepiga mbonge ndefu kwa Sado, ameweza kuswata mpira ule, walikuwa amepata nafasi nzuri, mepiga tena, tuma mpira umeweza kutoka nje. Sado kiwa na Rama, Rama ameweza kutoa mpira huu, counter attack chini, mshambuliaji wake akawa tayari, umepigwa kwa Kaskile chini, kitungano namba 15 mgongoni wa Flambeau, yupo makini kwa ajili ya ushambuliaji. Sokolo bado amejia, taja kuhakikisha hakuna mpira kuweza kuingia katika lango katika magoli ya Mabele. Naitwa Ramazani, beki kabisa hatari FC Flambeau. Taja ufananishwa mara kwa mara sana na Joas Chele wa FC Nkanja Sport. Bado tutamwona kesho mechi ya selection na ubora wa Kazimia tutakaocheza dhidi ya timu ya FC Nkanja Sport. Na kurusha Mwana Shukuru lile la ushambuliaji tunaweza kuzuiliwa na mabeki wa Flambeau. Anaitwa Sele, Asili Sele faulu tena kwa mara nyingine. Kaskile anacheza beki kutokana na ushambuliaji mkubwa sana namba 10 huyu wangani wa Flambeau. Peter Ramazani nane huyo Flambeau anaonekana kabisa tishio kubwa. Naitwa Masi nane yule mgongoni. Ameingia tu kwenye kipindi hichi cha pili. Sela ameweza kuchomeka shuti kwenda pembeni, hatimaye ni kona. Kwa bonge shuti ambayo imeweza kuachiwa na bwana Sele, mchezaji wa FC Etoile ambaye yuko kwa Mabele mkopo tu kwa ajili ya mechi hizi za kirafiki. Kwa bonge shuti imepigwa kwa urefu kwa mita za kutosha na magoli. Sema goalkeeper aliweza kuona, kweza kutikisa tu kidogo, sema mpira kona kwenda pembeni. Piga kona. Ndio kitungano kuna kocha wake, shambuliaji hatari sana.
Angalia upande wa pili, Kochana yupo na Lance, mshambuliaji wake. Shabiki wa FC Mabele wakilalamika hitaji kabisa kuweza kuingia kwa Mayele, sababu ndio mchezaji wao ambao wanampenda zaidi sana watu hao. Na mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, comment yako ni ya muhimu sana. Zingatia, tupo mbali sana. Kwamisha chia, kwamisha mwacha beki akubaki na beki mmoja tu ambao alikuwa ameshajiandaa namna gani anaweza akampita beki huyo. Chini refari ameweza kuona ni faulu ambao imeweza kuchezwa eneo lile. Kwa sehemu nyingine ni Sado saba mgongoni, shambuliaji hatari sana huyo wa finali. Leo ameweza kucheza na mkono namba 15 mgongoni bwana Kitungano. Wanade ameweza kufuata kani mgongoni bwana Ramazani, mpira mpaka kwenye nyavu, hatimaye umeweza kuingia, goli imeweza kuingia, ni hatari kabisa. Klabo ameweza kuona nyavu, ikiwa ni pesi kutoka kwa Ramazani ambaye ameweza kushuhudia, hatimaye mpira umeweza kuingia. Goli nzuri sana, bao nzuri sana ilipigwa, hatimaye namba 10 yule ambaye alisema hatari amevalia namba 15 mgongoni, hatari sana. Mshambuliaji ambaye ukimpa nafasi tu, ukimpa opportunity huwa achezi sana, huwa achezi na magoli. Mshambuliaji huyu kama unavyoweza kumwona anaitwa Kitungano, ameweza kumalizia bao zuri sana kiwa na mabao yake mawili. Taja kusalimiana na mwenzake ambaye siku ya leo ameweza kuchukua mpaka mgongoni, anaitwa Kitungano, kiwa ni sehemu ya pili. Mabadiliko yaliweza kufanyika vyema mapenzi. Mtazamaji wa Kazimia TV, kumbusha tu michezo yote inshallah kwenda kuisha. Hitaji tu support yako ili mradi mechi za Kazimia hapa tuweze kuwa tunazirusha ipasavyo. Kwenda kameza kile umeweza kufanyika. Shambulizi lingine la beki wanachele yupo makini sana kwa ajili ya kulinda kudai hakuna bao la pili ambalo linaweza likaingia. Tumeona Mayele kwa ajili ya kuweza kugomboa mchezaji mwingine. Sijui atakuwa na kugomboa mchezaji gani. Hizi mtazamaji Kazimia TV, msaada wako ni muhimu sana. Basi tungekuwa na drone, magoli yote ungeweza kuyaona kama inavyotakiwa. Hivyo basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za simu, kupitia WhatsApp namba kianza na alama kujumlisha 24382674655. Ndio namba yetu, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hiyo. Kianza na alama kujumlisha 24382674655. Bado FC Flambeau wanazidi kuteka vyema lango FC Mabele. Namba 9 Lance anakwenda kutoka, bali itakiwa kuonekana kuwa ni star wa mechi hii. Anatoka Mayele namba 11 mgongoni, ndiye atakayeweza kuingia kwenye mechi hii. Lance ndio anatoka
Toka sasa zamu hii. Tumai Mayele. Itasele tayari kupiga chenga kati ya uwanja. Anita Nasri Kampa Sokolo kupiga moja ndefu pale alipo Sado. Kini goalkeeper Kambo, ni goalkeeper ambaye yupo makini kwa hali ya juu ile. Taja kabisa aweza kukubali kufungwa na timu nyingine. Aweza kufungwa na Nganja, dai aweza kufungwa na timu nyingine tena. Aweza kuongea kocha wake Adodei wanamwita. Penda angalie vema kitu gani ambacho alikisema. Fuatilia channel yetu ya WhatsApp ndio Kazimia TV. Kile ambacho alikisema kipatikana pale channel yetu ya Kazimia TV kwenye WhatsApp. Hapo kuna Donnarumma na yupo hapo Courtois, goalkeeper wa FC Nganja ambao wapo selected, na yule wa nyuma goalkeeper mwingine wa FC Nganja ambao wapo selected wenyewe wawili, Donnarumma na Courtois ambao wapo selected kwenye mechi ya kesho watakaocheza dhidi ya FC Flambeau. Hiyo ni mechi ambayo inasubiriwa kwa hali ya juu sana. Babu FC Flambeau kutoka Baraka, timu zote za Kazimia kuchukua wale wabora, wale bora wale. Kazimia nzima kwamba watamenyana na FC Flambeau kesho. Kipa yupo makini sana kwa ajili ya kukoa mpira kwenye boksi lake. Mkana goalkeeper mwenza kukawia kabisa na mpira mkononi na kuhesabu sekunde za kutosha hadi tunapomwona akimwambia goalkeeper. Nikumbusha hiyo ndio sheria ambayo imeshawekwa kwenye mpira za mwili. Ukiangalia hilo linafanyika hata kwenye World Cup. Kwa sasa kipa endapo akikawia tu na mpira inawekwa ni kona. Kona FC Mabele. Bado refari kazuia, huenda watu wameingia sana kwenye uwanja. Mai kona inakwenda kupigwa sasa. Ndio imepigwa. Kichwa cha Nasri. Merejeshwa tena kwa mara nyingine. Pita juu ya mwamba. Kitokea kama ile goli ambayo iliweza kufunga upande wa pili. Rama aliweza kupiga juu zaidi. Mpira ambao Rama aliweza kupiga kwenda kumaliziwa naye wana kitungano 15 mgongoni. Kwa mishapigwa nyingine ndefu tena upande FC Mabele ambao wanazidi kushambuliwa kwa hali ya juu. Wenda wanaweza kaongezewa bao lingine tena la pili. FC Flambeau wanakuambia wapo makini, wajaja kufanya utani hapo kwa ajili ya kuja kuchukua ushindi katika mji wa Kazimia. Pigwa ni kona hiyo, kona imepigwa mara moja mpaka nje.
si Mabele wakitaja kabisa kwa ajili ya kuweza kuharakisha, wenda wanaweza wakagomboa bao hili. Wanaweza wakagomboa bao hili au vipi? Si Mabele yao, pigwa moja ndefu kwa ajili ya Mayele, lakini goalkeeper ameweza kutoka kuweza kudaka mpira ule bila tatizo lolote. Bea na ameonekana kuweza kuingia vibaya mchezaji wa Flambeau. Kumbusha pia Bea na yupo selected kwa ajili ya kikosi cha kesho. Kumbusha tu ndugu mtazamaji wa Kazimia TV kwa usisahau vile vile kutembelea channel yetu au kurasa wetu wa Facebook, unaandika tu Kazimia TV, utakuta logo yetu pale. Usisahau kufollow, utakuta list nzima ya wachezaji ambao watakwenda kuchana kesho. Kiwa kila eneo wachezaji wawili wameweza kupangiliwa vyema na kocha Waise. Beana akiwemo, Sado akiwemo, Shukura akiwemo, Mayele hayumo kabisa, Nasri yupo, Kile yupo, wachezaji wa Mabele ambao wameweza kucheza siku ya leo. Kesho tutakwenda kumwona Kile, yupo Nasri, yupo Shukuru, Nasri ndio huyo akiwa na mpira, tutamwona kesho pia. Yupo Sado, yupo Shukuru pia, utakwenda kuona ifaulu hiyo ameweza kuchezewa eneo lile. Smile tena, Samboa bado wana possession ya mpira. Kocha akimwambia Ramadhani kuweza kupiga kama ilivyokuwa kawaida yake. Mboka mpira kwanza ilikuwa ni kutoka kwake tena. Tiko shambuliaji, mchezaji takriban wote wa Mabele wamerudi kwa ajili ya kuweza kuzuia kukataa bao lingine kuweza kuingia. Makumi na tano ameweza kupiga lakini ameweza kutolewa na beki. Tumaini kona nyingine tena kwa mara nyingine. Dakika 90 tayari zimenea. Kwa kiongeza dakika 5 huenda Mabele wanaweza kagomboa. Anaitwa Lole Pandisha hapo kama jinsi unaweza kuona, unaweza kushuhudia hapo. Smile FC Makumi na moja mgongoni, wamejiandaa kwa ajili ya kuingia wakiwa wawili hapo. Shambuliaji tena wazidi kuingia. Si Bele katika lango la ushambulizi, wende inaweza kagomboa bao lake ambalo nishaweza kuingiza. Mcheza kwa nalo kwa dakika hizi, hatujui kama Flambeau inaweza kaongeza bao la pili au la, au Mabele wanaweza kagomboa bao hili. Angalie katika dakika hizi ambazo zimeweza kuongezwa, wote tukifuatilia vyema Kazimia TV. Etaseli
Beki wapo makini sana wa Flambeau. Nasri Kimpa Mayele lakini ameweza kuzuiliwa. Shuti lake na namba 2 mgongoni wa FC Flambeau. Namba 11 ameweza 11 ndiye anatakiwa kuingia. Kwa namba 5 inabidi aweze kutoka. Refari mwekwa katikati. Kuna namba 10 kutoka namba 11, namba 14 kamwingilia. Kari wa William meza kutoka kwa dakika hizi za nyongeza, ikiwa namba 5 mgongoni pamoja na namba 10 mgongoni, wakingiliwa na namba 11 mwingine namba 14, wote wakiwa kwenye safu za ushambuliaji kutafuta bao lingine la pili. Huenda wanaweza kutandika bao 2 kama walivyotandika FC Kazimia siku ya Jumatano. Bado kushambulia Mabele wakitafuta komboa kwa dakika hizi za nyongeza. Itaidi kupiga chenga, lakini mabeki wa Flambeau wapo makini kwa hali ya juu. Namba 15 mshambuliaji hatari ambaye tayari kashaonyesha katikisa nyavu, yupo tena kwa ajili ya kushambulia. Apiga moja ndefu pale, pamoja ameweza kutikiswa na Beyana Bayern beki FC Mabele. Chini nyuma yake kuwepo mshambuliaji mwingine hatari wa Flambeau. Hatimaye filimbi imeweza kupiga ni mwisho. Mechi imeweza kuisha na FC Flambeau wakiwa na ushindi wa bao. Makocha tunaona wakisalimiana kwa ajili ya kuweza kuongezana namna gani hali ilivyokuwa.